Bana, mambo vipi? Majina yangu yanaitwa Fortunatus David Sokoni, ni mtaalamu wa masuala mazima ya nyuki pamoja na mazao yake. Sasa katika swala zima la ufugaji wa nyuki, tutaenda kuangalia ni fursa zipi ambazo zinaweza zikapatikana katika swala zima la ufugaji wa nyuki, hasa kwa sisi vijana, ili kuweza kuinua uchumi wetu binafsi na uchumi wa nchi kwa ujumla. Ufugaji wa nyuki ni utunzaji wa viumbe hawa ambao ni nyuki katika eneo maalum, ikiwa maana kwamba eneo linakuwa limetengwa ni special kwa ajili ya kufuga hawa viumbe ili kuweza kuzalisha mazao mbalimbali. Watu wengi wamekuwa wakifahamu kwamba mazao ya nyuki ni asali peke yake, na wachache wao wakifahamu kuwa nyuki anazalisha mazao mawili ambayo ni asali pamoja na nta. Hapana, nyuki anazalisha mazao zaidi ya 7 na kila zao limekuwa na faida yake na imeshatengeneza fursa nyingi sana kwa vijana ambao mpaka leo hii wanajishughulisha na shughuli hizo na wanaingiza kipato chao binafsi. Sasa pia tuangalie fursa zenyewe kabisa ambazo vijana wanaweza wakazipata. Fursa kwanza kabisa ni kujiajiri mwenyewe, yani binafsi kijana unajiajiri. Unajiajiri vipi? Hii fursa ya kujiajiri ni kwamba umeshatenga shamba lako tayari kwa ajili ya kufanya shughuli zima ufugaji nyuki. Katika shamba hilo ni kuweka mizinga, utaweka mizinga and then katika mizinga ulioweka utaifuatilia kama kawaida. Ufugaji wa nyuki haina utofauti na ukulima wa kawaida, kwa sababu unapofuga nyuki ni sawa sana unapoenda shambani, unalima, unapanda, then unakuja kuvuna, unafanya palizi. Hata katika swala zima la ufugaji wa nyuki kuna mambo ambayo inabidi uyafanye ili uweze kupata mazao bora na mengi. Ukianza kabisa na upande wa mizinga, sasa hilo eneo baada ya mtu ameshaandaa tayari eneo lake, ataandaa mizinga. Baada ya kuandaa mizinga atafika ataisite kuliweka katika hiyo eneo, na baada ya kuiweka atasubiria kwa muda fulani, labda let's say tuseme miezi 6. Imekuwa ni tofauti kanda tofauti, kwamba labda mkoa huu wanavuna mwezi wa 6, huu wangapi tofauti. Sasa tuchukulie mfano katika mkoa wa Tabora. Huku bana, kwa wale ambao ni wafuga nyuki, tunachukulia mfano kwamba huyu mfuga nyuki ameanza kufuga nyuki, ameweka mizinga yake mwezi wa kwanza, yani katika mwaka mwezi wa kwanza ametega mizinga yake na nyuki wameshaingia. Huyu mtu ina maana mavuno yake atakuwa ni mwezi wa 6. Ina maana kwa hii miezi ya katikati, huyu hapa mfuga nyuki inabidi awe mfuatiliaji kama kawaida. Nilivyotolea mfano katika shamba, inabidi ufanye palizi, inabidi ufanye hivi na hivi na hivi. Hata katika mizinga kuna vitu ambavyo inabidi uvizingatie uweze kuvifanya, ili mwisho wa siku sasa, ambao kama umetega mizinga yako mwezi wa kwanza, unafanya mavuno mwezi wa 6, mavuno yako yawe bora. Mfano wa vitu ambavyo wewe mfuga nyuki unatakiwa kufanya pindi pale unapokuwa tayari umesha establish, umeshaanzisha mazuki yako, vitu ambavyo inabidi uvifanye, cha kwanza kabisa ni usafi wa mara kwa mara katika eneo husika, nikiwa na maana kwamba katika manzo. Na swala lingine inabidi ufanye ukaguzi sasa wa ndani ya mzinga. Ukaguzi wa ndani ya mzinga, tunapoenda kufungua mzinga, kuna vitu ambavyo unaenda kuvikagua. Cha kwanza kabisa utaangalia kama kundi limeshavamiwa na wavamizi, kwa sababu viumbe nyuki bana wamekuwa ni viumbe wakali, lakini wana wale maadui ambao tayari ule ukali wao wameshauzoea na bado wanaendelea kuwazuru. Kwa kama siafu, inabidi unafanya ukaguzi katika mzinga uweze kuwaondoa na kuhakikisha hawapo kabisa, ili mzinga uweze kubaki safi na nyuki waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Na katika uvunaji sasa, huyu mfuga nyuki ambapo anaenda kuvuna sasa asali katika mzinga fulani, kitaalamu tunashauri asiweze kutoa ile asali yote, asiweze kuvuna ile asali yote. Aweze kuvuna asali, lakini aweze kubakiza asali kidogo ambayo itaweza kuwasaidia hawa nyuki ambao wataweza kusalia katika mzinga, kwa sababu lengo letu kubwa, tunavuna asali, sio kuvuna asali na nyuki waondoke. Hapana, tunavuna asali na tunahitaji nyuki waendelee kuishi katika mzinga huo ili tuje tuweze kuvuna tena. Kwa hiyo tunafanya uvunaji ambao ni endelevu, kipato ambacho ni endelevu. Sasa baada ya huyu mfuga nyuki kuweza kuvuna asali yake, ameshaichuja tayari, huyu mfuga nyuki atakuwa na uwezo sasa wa kuichukua ile asali na kuweza kuipakia katika makontena, ambayo katika upakiaji huo sasa anaweza akaamua yeye mwenyewe binafsi aweze kuuza rejareja au kwa jumla, nikiwa na maana kwamba ya kulangulisha.
Hizo hapo ni moja kati ya fursa ambazo tumeweza kuziongelea, hizo upande wa ufugaji wa nyuki na upande wa ufanyaji wa biashara. Mazao yako mengi ya kuvuna. Nilijaribu kuongelea upande wa asali peke yake, lakini kuna mazao mengine mengi sana. Mfano mwingine ni nta. Baada ya kuweza kuchuja ile asali yake, anabaki yale mabaki ambao anaweza akatengeneza nta na pia akauza. Kwa hiyo tunaangalia anauza asali, anauza na ule uchafu ambao unabaki kutokana na ameshachuja tayari asali yake. Ule uchafu na kutengeneza unakuwa nta ambao tena anauza. Kwa hiyo unaona kabisa uchumi wake unazidi kuinuka. Sasa kama unataka bidhaa pamoja na mazao ambayo yanatokana na nyuki, mfano kama asali, nta na mazao mengine ambayo yanatokana na kiumbe, usisahau kututafuta kupitia namba zinazopita chini ya skrini yako. Vile vile kama unahitaji mavazi kinga kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, unahitaji vifaa, usiache kutucheki, tupo kwa ajili yako. Majina yangu ni Fortunatus David Sokoni, ni mtaalamu wa masuala mazima ya nyuki na mazao yake. Nyuma ya kamera ni Elisha Mirobo Masinde, na hii ni Ibos Honey Hub.